instead of standing on the other shoulders. I've got you, Moses. But I can't see the point yet. Let me quote one of the greatest scholars ever lived. He's Johann Wolfgang van Gogh. He said, "Man must believe that incomprehensible can be comprehended, otherwise he wouldn't meditate upon it." This means that when you think about something experimentally and ending up by concluding that it's impossible, that's the sign of its possibility. But your brain has reached the thinking limit. If there's anyone here can think than you, Judith, you can reach other destination you failed to reach. And I want to tell you this. Science is a good witness for this. Just because at the beginning they thought that everything that occupies space was called matter. And the smallest particle of matter was called atom. This theory stood there for centuries. That beyond matter there was nothing else. But by 19th century, modern scientists surprised the world when they come up with the smallest particle in atom called proton, neutron, and electron. These observations the one changed the world. If they would stick in the first theory, here would no electricity, electronics, or something similar to this. Don't go around the bush, eh? I need to see your point. My point is this. You have reached your think limit. Let others think and rescue the situation. Excuse me? You know what? Judith, in order to do anything, there is some power inside you attracts you everything you need. According to the nature of your thought, environment, the financial position are the perfect reflection of your habitual thinking. Buddha said. Yes. Yeah, yes. All that we are is the result of what we have thought. With our thought, we make a world. But I can never blame you because you are a woman. You can't think.
Haya maneno ulioniambia una uhakika kabisa na haya mambo na umeyachunguza au unakurupuka tunaanza kuniambia vitu kama hivyo? Wewe unataka kuolewa? Wewe umetafakari hili swala kwa kina kabisa? Yes, ni haki yako ya msingi, lakini ninachotaka maliza shule, tafuta kazi yako, boresha mipango yako ya kimaisha. Ndoa yako itakuwa imara. Sio unakurupuka tu unakuwa kama washenzi wakubwa wale kama wasichana wengine. Hii ndio umenitia mimi hapa. Kaka, samani sana kama nitakuwa nimekuudhi, lakini ni lazima mimi niolewe. Full stop. Kwa sababu akili yako ya kufikiria hapo ndipo imefikia mwisho. Hicho hapo ndio umemaliza mama. Kipindi chote mimi najua kabisa angalau unakupa falsafa za kujenga wewe usiwe msichana muimara, kumbe pumbavu kabisa. Na usitegemea ukileta hicho kiboyfriend chako kisha utaendelea kwa nacho hapa, nitaendelea kukulipia hapa. Mkae tu mnengeneke, mjishatue mkodoe mijichweni. Utaenda kuishi kama wasichana wengine wanavyoishi. Ukipenda na Zakayo utaenda kuishi kwa Zakayo, Ayubu tena ukiachana na Zakayo unahamia kwa Ayubu Matayo. Hivyo hivyo utakuwa na swamba nani barabarani. Unafikiri wewe ndio utakuja kushangaza dunia? Fanya mambo ya maana, achana upumbavu, achana na ujinga. Usitegemee kama ataendelea kukujali viboyfriend vyako, ukae navyo hapo, unengeneke ujishatue tu, ukifikiria kwamba wewe ni mzuri. Rubbish. Mwanamke wewe. Washenzi wakubwa tu. Halo. Hebu
Ni muda huu. Una shida gani? Naitwa na bosi. Sasa hicho ndio kilikuwa kinafanya usimame tu hapo bila kuongea chochote. Okay, sawa, nakuja. Asikia. Kesho jioni nakuhitaji. Sawa. Karibu Moses. Asante boss. Nimesikia kilichotokea kati yako na Judith kikaoni. Lakini sikupenda maelezo niliyopewa. Labda nikuulize kidogo. Kwa nini ulikuwa harsh namna ile? Nafikiri umepewa wrong information boss. Kwa sababu I was trying to help. Hususan nikiangalia matumizi sahihi ya think tank kuliko kufuatisha mkumbo tu. Nimesikia lakini kwamba vile huna uhusiano mzuri na wanawake. Na kwamba hata Judith alipokuwa anafikisha mada husika, ulionekana wazi kabisa Moses kwamba ulikuwa unajiandaa kumpinga. Kwa nini Moses? As I told you, I was trying to help. Unajua, her mind must be cleared from random thoughts. From there, she can focus and concentrate on the other process later on. Boss, I think the only way to improve focus and concentration is by practicing meditation. Something I believe she doesn't. Nafikiria kwa hapa inabidi apate muda maalum wa kukaa sehemu moja tulivu tena kwa amani, ila isiwe ofisini. Hilo la kwanza. La pili,
inabidi apumzike. Hapati muda wa kupumzika. She's a woman. Kwa sababu akipumzika, she'll get in touch with the subconscious mind. The mind that's connected to the universe. And through this mind, she'll work miracle in her life. Elizabeth Kumbra-Ross said, learn to get in touch with the silence within yourself. You asked me what happened. Because whatever happened there was the impact of unbearable truth that I always carry around. Nafikiri kuna haja ya kulitazama swala hili kwa undani. Kwa sababu kama nitaruhusu malumbano namna hii endelee, kuna uwezekano mkubwa wa kuipeleka kampuni kusikofaa. Labda nikuulize swali lingine. Wewe una imani na Judith? Wow. Swali lako boss inaonyesha hata mwenyewe una imani naye, ndio maana unahitaji kujua hilo kupitia wengine. Boss, unatakiwa makini sana unapowapa wanawake haya majukumu makubwa kuongoza, kwa sababu wanapopingwa unahisi kama wanadharauliwa. Unajiona kama kwa vile hawafai. Something is not true. By the way, nina report kamili juu ya kunusuru kampuni katika ile janga leo naelezea Judith. Ni agenda nzuri sana ambayo inaweza kainusuru kampuni. Nafikiri nitawasilisha kwako muda si mrefu. Sasa hivi niache niendelee kazi. Okay, niletee. Alafu endelea na kazi. Asante sana boss. Asante. Thank you. Okay. Lucky. Yes. Una wasiwasi sana na mimi. Kwa nini? Nini wasiwasi na wewe? Kuna nini kimetokea? Mbona ukutosheka na majibu niliyokupa, matokeo yake ukaamua kumpelekea ujumbe boss? Moses, mimi niliitwa tu. Na nimeitwa baada ya yeye kwenda kushtaki. Na mimi nikafika nikaelezea jinsi ilivyokuwa hapa. Na nikajaribu kuweka wazi msimamo wako juu ya wanawake. Na hilo swala kwako sio siri kwa sababu nianza mimi rafiki yako nilimwomba kuliwakilisha kwa watu ili wakujue kwamba hali yako na wanawake mko tofauti. Basi, na kama unaona mimi nimekosea hilo swala basi naomba niwe radhi. Mimi nilikuwa natetea kampuni. Kwa sababu I know women. Na wajua wasichana. Hawana fikra ya kufikiria njia mbadala katika kutatua jambo, lakini wenyewe wanapenda shortcut. Unaweza kutazama hata visichana vya siku hizi. Vishenzi vipumbavu vinapenda shortcut. Hawataki kufikiria maisha. Msichana yuko radhi akatembea na mwanaume mwenye umri kama baba yake au babu yake, kwa sababu at the end anajua atapata pesa. They love shortcut. Msichana siku hizi anatongozwa asubuhi, jioni ameshalala na yule mwanaume. Wanajirahisisha, wanataka shortcut kwa sababu anataka pesa. Washenzi wapumbavu wakubwa. Lakini sisi wanaume, sisi tunajua maisha. Tunajua nini cha kufanya. Na ndio maana mimi niko natetea kampuni. So, siko tayari kuona mtu yote anakata tamaa ama anakatishwa tamaa wakati uwezo wa kuweza kuepukana na swala kama hilo upo. Mimi nakuelewa. Nakuelewa vizuri sana rafiki yangu. Lakini jamii ambao unaishi nayo, jaribu kuisogeza karibu, Moses. Kwa sababu unaiweka mbali, hawachelewi kukupa majina ambayo hayafai. Wewe sasa hivi wakuite mkorofi, wakuite mtu ambaye unabagua watu, unabagua jinsia. Sio majina mazuri, Moses, wewe unaheshimika. Wanakuheshimu watu. Kwa hiyo majina haya hayakufai. Kama rafiki yangu nakushauri toka huko ulikokuwa. Okay, fine. But I want to tell you this. When truth stands, nothing can compete it. By the way, do not believe a limping dog or a cry of a woman. Samahani boss. Ripoti kwa boss Moses. Okay, imefika. Tunaisoma. Taarifa kuafiki au kutoafiki utamjulisha. Sawa boss. Sawa sawa. Judith, nataka kujua kwa mara ya mwisho ulikwenda lini likizo?
Well, kama miaka mitatu hivi. Miaka mitatu. Vipi boss? Au kwa nini unaniuliza hivyo? Najua ulichokuwa unakifikisha kwenye kikao ulikuwa na nia nzuri, lakini kwa sahihi. Moses ameniletea taarifa yenye mikakati ya kuinusuru kampuni na hali tete. Nimeisoma, nimeona ni safi na nimempa go ahead. Boss, una maana gani kusema hivyo? Hata hivyo mimi sioni uhusiano wa likizo na ripoti. Inakuwaje? Nataka nikusaidie. Judith. Unisaidie kwani na tatizo gani? Judith, wewe ni mchapakazi. Lakini umejichosha. Umefanya kazi kwa muda mrefu bila kuchukua likizo. Na umejichosha na hata umepoteza ufanisi wako. Nataka uchukue likizo ili upumzike, uweze kurudi katika hali nzuri ya ufanisi wako kama zamani. Samahani boss. Umeniambia na tatizo. Mimi sina tatizo. Umeniambia sijui nimechoka na nahitaji kwenda likizo. Mimi I don't need likizo. Alafu unaniambia na matatizo. Okay, hata kama na matatizo najua njia ya kuyatatua. Na mimi kwangu tatizo silichukuli kama ni tatizo. Tatizo mimi kwangu naichukulia as a challenge. Sasa Judith, nataka upumzike. Nataka uchukue likizo, upumzike. Na kama ukikaidi, Judith, nitakupa likizo bila malipo. Umenielewa Judith? Utachukua likizo bila malipo. Wanaandika factual fiction. Na hakuna mwandishi anaweza akakaa katika mada yake bila kutumia research, bila kufanya research kwa undani zaidi kuhusu ile mada anayotaka kuzungumzia. Wow. Waandishi wote hawa lazima wafanye research.
Hao ni waandishi ambao ni professional, taaluma yao wanaijali. Sio waandishi kama baadhi ya waandishi tu wa baadhi wa magazeti tu hapa nyumbani anakurupuka tu na kuandika mambo ya kijinga kipumbavu, afanyi research, anakurupuka tu anaandika mradi mkono uende kinywani. Hao ni waandishi ambao ni professional. Usijali. By the way, can I ask you a question? Moses, umeoa? Kitu gani kimekusukuma mpaka kuniuliza hivyo? Unajua mwanzoni tumekutanishwa na vitabu tu na tulikuwa tunazungumzia kuhusu vitabu tu, na naomba nisingekuwa mbaya zaidi tukajuana kiundani zaidi na kuwa marafiki. Wow. Kwa nini mimi na wazo moja. Kwa nini ndio swala tusiende tukalizungumzia nyumbani kwangu? Sio idea mbaya, ni vizuri. Ila lakini mimi napendelea sana kuwa nyumbani kwangu, hasa nyakati za usiku. Wakati fulani inabidi sheria ipindishwe kwa maslahi ya umma. Sasa utapata kinywaji, alafu tuende nyumbani kwangu kujadili mambo kama hayo, sawa? Na mwite mhudumu mara moja. Na utakunywa maji kama mimi au? It's okay. Usafishe figo. Bado hujamka eh? Bado umeamka? Nimeamka. Hebu natoka. Muda wangu mazoezi hivi, nataka niende kufanya mazoezi. Kwa hiyo na wewe fanye basi uanze safari. Kwa nini usiende kwenye mazoezi afu kurudi ukanikutana kungojea hapa? No. I live alone, so it's better when I'm out. Niache nyumba yangu kwa nimefunga. So get up and leave. Moses, kuna tatizo gani? Mimi sina matatizo, lakini nimezoea nikiondoka nyumba yangu nafunga. That's it. Mimi nilifikiria tumeanza kurasa mpya wa mapenzi na sasa siku ile unachokiongea. Kwani una tatizo gani hasa? Wow. Tulivyokuwa restaurant tumeongea tukaona bora tuje nyumbani kumalizia maongezi yetu. Matokeo yake tukaishia kulala pamoja. Kwani tulikuwa tuna miadi ya mimi na wewe kwa wapenzi? Ndio. Hivi Moses, unafikiria mimi ningeweza kubali kufanya mapenzi na wewe bila kufikiria kwanza uhusiano na wewe? Hivi kabisa kweli ukaenda kuingilia kilini kitu kama hiyo? Pengine uliamua kunituma kama zawadi kutokana na maswali yako ulionikera kuniuliza kule. No time to waste. Get up and leave. Finish. Nikirudi kutoka umeshaondoka mama, nifunge mlango wangu. Asante. Salama. Umeamkaje? Kama hivi unavyoniona salama. Kesho ni siku yangu ya kuzaliwa. Wow. Ningependa uninunulie zawadi. Kwa nini nikupatie zawadi? Kwa sababu ni siku yangu ya kuzaliwa na ni siku muhimu sana kwangu. Miss, wewe unafikiri romantic hilo? Mimi sio muhimu kupoteza pesa kusherehekea siku ambayo ukumbuke hata ilikuwaje siku hiyo. Siku zote watu wanasherehekea siku ambayo wanakumbuka ilikuwaje. Zile furaha na kumbukumbu ndio zinazowafanya washerehekee. Sasa unataka kusherehekea kuja uchi hapa duniani bila kukumbuka siku hiyo ilikuwaje? Mimi naenda kazini sasa, naenda kuoga, naenda kazini. Ufunguo unajua wapi pa kuweka, si ndio? Ndio, najua. Kama utakuwa unaweza kulala na wewe.
Wewe ni mwanamke mkorofi sana. Wewe ni mwanamke mkorofi. Hata nikikoa sijui itakuwaje. Maana kila siku ni ugomvi tu. Niki, naomba nisikize vizuri. Ninachotaka mimi, ukitoka kazini unakuja tunakaa wote hapa. So unaondoka unaenda kwa starehe zako na wanawake zako, unaniacha mimi mwenyewe. Mimi nimekuwa mlinzi wa nyumba. Ninachotaka ni mimi nikae na wewe hapa na sio kutoka kwenda kwenye starehe yako. Hakuna mwanaume anayeweza sharti hilo, Rose. Hakuna. Hakuna, Rose. Binafsi sharti hilo mimi siwezi. Siwezi. Umeona Niki? Message za wanawake zako zimeingia, niko hapa. Naomba kusoma hii message. Niki, naomba kusoma hii message. Tangu lini ukashika simu yako? Naomba kusoma hii message. Kuanzia leo naomba kusoma hii message Niki. Ninachosema naomba kusoma hizo message za wanawake zako zinazoingia. Rose, usinikorofishe tukapigana. Tupigane, mimi sijali kupigana, sio kufanya. Ninachotaka kusoma hii message. Usinikorofishe Rose. Naomba kusoma hii message Niki. Naomba kusoma hii message. Hebu subiri, nakuja sasa hivi hapo.
Kulalamika kutusaidia nini Derek? Kwani usijaribu kuongea na bosi? Naje kulalamika. Kwa sababu mitegemeo zangu kabisa ni hapa hapa. Na isitoshe pia Judith muda mwingi sana mimi anapenda sana kuniandama kimaneno, kifitna. Kwa sababu ukizingatia kabisa kwa Judith kila wakati mimi ananiambia kwa nafasi yangu haina umuhimu. Hivyo kweli Linda, mimi kama nafasi yangu mimi haina umuhimu ningekuepo hapa ofisini? Mimi ningeajiriwa mimi mama. Ningeajiriwa mimi. Lakini maneno haya yamezidi sana chukuchuku. Kila akiniona mimi chukuchuku, kila chukuchuku anapenda sana mimi kunifuata kwa maneno. Na nilijua kabisa iko siku Judith mimi. Iko siku Judith haya maneno yatatokea, na kweli yametokea. Ni haya leo yametokea kabisa. Roho yake kwa kabisa. Derek, wewe ni mwanaume. Haupaswi kuwa hivyo. Unachukua ujikaze na ujue kitu gani cha kufanya. Jaribu kuongea na bosi, jaribu kuongea na wafanyakazi wenzako wakusaidie. Na sio kukaa hivyo unavokaa, yani unajipa fikra mpaka zinapita kiwango. Kwani ulikuwa na fikra gani lakini? Kwa nini Judith nani kakwambia kama mimi mwanamke? Mimi mwanamume. Mimi Linda mke wangu mimi mjamzito. Mke wangu mimi mama mjamzito. Mimi nitadumu vipi maisha? Hali yangu mimi najua mwenyewe. Mimi nitegemezi mama, mimi nitegemezi. Nitadumu vipi maisha Linda? Nitadumu vipi maisha? Nisikilize Derek kwa makini. Mimi sina msaada wote ambao naweza kukusaidia. Na nimeshajaribu kukushauri labda ule ushauri wangu ungekusaidia jinsi ya kufanya, lakini naona huelewi. Kwa mimi sijui hata nikusaidie, yani sina cha kukusaidia. Lazima atakumutwa pale. Ndio kama unavyoona vile. Hivi kwa nini tusiwaamue? Hakuna kuamua. Hakuna kuamua kwa sababu wale ni watu wazima, wana akili zao timamu, mijitu mizima, nyingine refu, nyingine fupi, lakini wana akili timamu. Wanajua sheria ya nchi, lakini wameamua kupigana hadharani. Unafikiri tuwasaidie nini? Sisi cha kuwasaidia ni kushuhudia kwa macho yetu, kisha tukatoa ushuhuda mahakamani. Hizi ni akili kweli? Sasa pale ikitokea kama watauana, tutakuwa shuhuda mahakamani. Tutatoa ushuhuda. Tutasubiri ushuhuda. Wewe. Achia. Ambapo bado kufuzwa kazi, ndio maana ameondoka. Hii gari basi mara moja ije mchukue. Sio basi endelea kumpepea. Mambo gani?
Ndio. Safi. Jamaa yuko. Derek. Naam. Kaendelee na kazi, alafu hiyo barua chana. My God. Asante sana Moses. Mungu akusaidie. No. Kaendelee na kazi. Asante sana. Moses. Sema kweli jambo lilofanya ni jambo la kiungwana sana. Sana. Sijali, mambo ya kawaida tu. Anyway, nimekuja nikualike dina kama hutajali. Nadhani sasa kipingamizi. Hilo jambo ambalo nilikuwa nalifuata ofisini kwako. Kaka nakuacha. Sawa. But there is no God who created man. And all things come from this root. Jesus, apostles, saints, prophets. It's a myth story. You are lost. I'm very sorry to say that you are lost. Listen, you have been created. Yeah, you have been created. But the God I'm talking about is not created and has never been created. Do you understand? Alikuwepo toka misingi, kabla misingi ya dunia hii kuwapo. Yeye alikuwepo.
Sikiliza, milima ipo itapita, vilima vitaondolewa, miti itakuja takauka, wafalme watakuja wataondoka, lakini yeye atadumu milele. Yupo. Hey, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, aliyekuwako, aliyopo na atazidi kuwepo milele yote. Moyo wako unatiwa nuru kwa neno la Mungu tu, na si elimu nyingine, wala si sayansi, wala si taratibu na sheria za dunia hii. Ni neno la Mungu peke yake ambalo linaweza likaweka nuru ndani yako. All things come into existence either by nature, by chance, or by art. There is no work of God in creation, kabisa nakwambia. It's human imagination. Who created God? You have been created by God. Who created God? I think you need time. Yeah, you need time to read the Word of God in the wide understanding, to understand everything. Maarifa mwanadamu kwa Mungu ni ujinga. Unayo elimu ya